Yesu asifiwe. Ningependa tukaweze kuzungumza kuhusu mtu huyu. Biblia inasema ya kwamba Yefta alikuwa ni mtu aliyekuwa shujaa. Alikuwa ni mtu aliyekuwa na nguvu. Lakini tunaona kuzaliwa kwake kulingana na desturi za dini ya Kiyahudi na kulingana na desturi za Wayahudi, tunaona ya kwamba alikuwa amezaliwa katika njia ambayo ilikuwa ikubaliki. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema ya kwamba mama yake alimzaa kabla ya ndoa, na alipomzaa tunaona ya kwamba baba yake ambaye anaitwa Kileani, Biblia inasema ya kwamba akaenda akachukua mtoto wake na akamlea, na mama yake hakuweza kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Huenda labda alipata mtoto wakitarajia wataoana na pengine hakuwa tayari kuolewa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anaweza kuzaa mtoto na mtu na hata muoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ya kwamba ikawa hivyo, na alipomzaa tunaona ya kwamba huyu mwanaume nao walikuwa wanaamini ya kwamba mtoto ni wa muhimu. Walijua ya kwamba mtoto ni dhawabu ambayo wamepewa na Mungu. Kwa hiyo Biblia inasema ya kwamba huyu mzee aliyekuwa tajiri, aliyekuwa amejulikana katika kijiji chao, akaenda akachukua mtoto wake, na Biblia inasema akaishi na yeye, na baadaye akaoa mke mwingine. Na maandiko yanasema ya kwamba alipooa mke mwingine akazaa watoto. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Yefta ndiye alikuwa mtoto wake ambaye ni kifungua mimba, ambaye alikuwa ni mtoto wa kwanza. Kwa hiyo tunaona ya kwamba alikuwa ni mtoto wa heshima. Tunaona ndiye amelea ndugu zake. Tunaona amekubali mama yake ambaye alikuwa ameolewa, amemchukua kama ndio mama yake. Kwa hiyo tunaona mzee naye alikuwa amependa jamii yake, na wakaishi katika umoja, wakaishi katika upendo. Lakini maandiko yanasema kufumba na kufumbua mambo yakabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema chuki zikaanza. Watoto hao ndugu zake walipokuwa wakubwa, Biblia inasema wakaanza kumnena mabaya. Yefta wakaanza kumdharau, wakamwanza kumuona afai, wakasema sio ndugu yao. Bwana Yesu asifiwe. Na wakasema ni kwa sababu ni mtoto wa mke mwingine. Kwa hiyo tunaona wakamdharau na wakaona kama amevamia kwao, wakamuona kama hastahili kurithi, wakasahau ya kwamba ndio kifungua mimba. Na katika Biblia kifungua mimba alikuwa ni mtu ambaye ni mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa ni mtu ambaye amewekwa wakifu mbele zake Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo maandiko yanasema ya kwamba licha ya hii heshima yote ambayo Yefta alikuwa nayo, Biblia inasema ya kwamba ndugu zake wakabadilika. Walibadilishwa na nani? Bwana Yesu asifiwe. Huenda majirani, huenda ni mama yao, labda akawaambia watoto wake, huyu si mtoto wenu, si ndugu yenu, huyu mama yake ni tofauti, hayuko mahali hapa. Kwa hivyo mchocheeni au mchokozeni aondoke, ili mali yote ya huyu mzee iwe yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona changamoto zikatokea za aina hiyo. Lakini je, Mungu naye alifanyaje? Katika hali hiyo yote Mwenyezi Mungu alimpenda Yefta na alikuwa pamoja na yeye, hakumuacha. Biblia inasema ya kwamba alikuwa ni mtu shujaa, alikuwa ni mtu mjasiri, alikuwa ni mtu mpole, hakupenda fujo. Kama angekuwa watu wa siku hizi, angewaambia mimi ndio mkubwa wenu, munisikize mimi. Lakini kwa sababu ya upole, kwa sababu ya kumcha Mungu, Biblia inasema akanyenyekea na akaamua kuondoka. Na alipoondoka akajaribu kuenda kwa kina mama yao, akakuta mama naye pia alitimuliwa, alifukuzwa. Kuna jamii akina mama wanadharau akina mama, na wanajua ndio wa muhimu na ndio wainjilisti wa kwanza kuhubiri kuzaliwa kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na wazee tulijikuja tukatoroka. Kwa hiyo tunaona ya kwamba mama yake naye akawa ametimuliwa. Wajomba nao hawataki kukaa na mtoto wa msichana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine ni wajomba hapo wanatesa watoto wa dada zao. Bwana Yesu asifiwe. Siku nao hata kuna wengine si wameishi na wajomba wakateswa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini maandiko yanasema ya kwamba baadaye akaamua atafanyaje. Kwao amekataliwa. Ijapokuwa baba yake amejaribu kuleta umoja, amejaribu kuleta amani katika mji huo, lakini tunaona mama na watoto wakashikana, wakawa na umoja,
akatorokea milimani, na huko milimani alikoenda kuna watoto wengine ambao walikuwa wametupwa, kuna watoto wengine walikuwa wamefukuzwa manyumbani, kulikuwa na watoto wengine wamewachwa na wazazi wao, wametengwa kama vile yeye alitengwa, wakaungana na yeye, na Biblia inasema akawa kama kiongozi wao huko milimani. Lakini Biblia inasema ya kwamba Waisraeli wakawa wameona ya kwamba kuna kitu katika maisha ya Yeftha ambacho kingewasaidia. Walikuwa wamemjua ya kwamba huyu mtu ni wa muhimu na huenda akawa kiongozi siku za usoni. Lakini Biblia inasema ya kwamba ijapokuwa ndugu zake wamemfukuza, Mungu naye akaruhusu maadui wawavamie katika nchi yao. Biblia inasema wakavamiwa na taifa la Waamoni. Biblia inasema walipovamiwa maisha yao yakawa mashakani. Kwa hivyo wakaketi wazee wakaulizana, ni nani anaweza kupigana na hao watu ili akaweze kuwashinda, akomboe taifa letu? Biblia inasema walipobadilishana mawazo, wakasema kuna kijana anaitwa Yeftha, yeye ndiye anaweza kukomboa taifa hili, ijapokuwa amefukuzwa na ndugu zake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tunaona ndugu zake pia wakaanza kumuona ni mtu wa muhimu, wakamuona kumbe anafaa, kumbe ni mtu anaweza akatuokoa. Biblia inasema nao wakajikusanya, wakaingiliana na wale wazee wa kijiji, na wakasema njia nzuri, tunaona tu ni vizuri ndugu yetu afanye nini? Arudi. Wakati wa shida imetokea. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama kuna wakati ushachukiwa kwa jamii ukaonekana ufai, lakini Mungu alipoanza kukuinua watu wakaona wewe ni wa muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wakatamani hata hiyo walipokuwa wamesema umezaliwa katika laana ikafutika, ikawa sasa wewe haujazaliwa katika laana tena. Biblia inasema ya kwamba katika hali hii wakaenda kumtafuta, na walipomtafuta wakamwambia ya kwamba tumekusamehe yote tunaomba utusamehe yote tuliyokukosea, na tunakusii urudi ili ukaweze kuwa kiongozi wetu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliyekuwa ametengwa, mtu ambaye amefukuzwa vijijini, ametorokea mbali kwa watu wasiokuwa wao, amejikusanya na watu waliotengwa kama yeye, lakini tunaona mambo yamebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kila mtu ako na kikundi chake, hata majambazi kumbe wana kikundi chao. Bwana Yesu asifiwe. Kila watu wana kikundi chao, hata wale ambao wanapatana kwa mazuri nao pia wana kikundi chao. Kwa hiyo hata ukimkosea umtenge, hata kosa wenzake ambao wanaingiliana. Bwana Yesu asifiwe. Na yule mbaya pia hata ukimtenga, hata kosa wenzake. Ujaona kuna watu wabaya wana watu wazuri sana, watu marafiki zao tena ni wazuri, ni wabaya lakini ni wazuri kwa mambo mengine, wakifanya mambo yao ni haraka. Kwa hiyo tunaona ya kwamba Biblia inatuambia wakamuita. Aliporudi, Biblia inasema wakamtawaza kuwa kiongozi wao, na tunaona akaondoka akaenda vitani, akawashindania Waisraeli, wakapata ushindi kupitia kwa mikono yake Yeftha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu usijidharau. Haijalishi umezaliwa katika jamii gani, haijalishi umezaliwa katika hali gani, lakini Mwenyezi Mungu anataka, Mwenyezi Mungu ni wa muhimu. Ndiposa tunaona kuna mtoto ambaye anaitwa Ishmaeli. Ishmaeli amezaliwa nje ya ndoa, na tunaona ya kwamba chanzo ni Sarai. Yamesababisha amekataa kungojea mapenzi ya Mungu, akaona kama Mungu anamchelewesha. Na tunaona ya kwamba Ibrahimu amezaa na maidi wake au mchakazi, na mtoto alipozaliwa Sarai ndiye akaanza kuona kumbe huyu mwanamke anaweza kuonekana wa muhimu katika hii jamii, na inaonekana ndiye atachukua nafasi yangu. Kwa hiyo madharau yakaanza, na madharau yalipoendelea, na wakati naye Mungu tena anatokea, wakati wake ndio umefika, anamwambia Sarai ya kwamba utapata nani? Mtoto. Kwa hivyo akaona nitakaje na mtoto asiyekuwa wangu, na tayari Mungu ameahidi napata nini? Mtoto. Bwana Yesu